Father, unaweza ukaelezea tarehe 29 ni kitu gani ambacho kilimkuta mwanao? Kilichomkuta mwanangu kwa kweli ninavyoelezea mwanzo, kama asubuhi tunapoamka, kwa sababu niko nao maeneo ya nyumbani hapa, kwa hiyo najua alivyotoka, najua ametokaje na nguo alizovaa. Basi ndio, kwa sababu ilikuwa ni asubuhi mapema tu, mimi nikaendelea na shughuli zangu zingine kwenye kujihangaisha na maisha, na ilikuwa ndio siku ya kura ya uchaguzi. Lakini baada ya machafuko kutokea, ulienda kupiga kura? Kwa kweli nilienda, ndio mapema tu. Ndio baada ya kupiga kura? Baada ya kupiga kura nikarudi kwenye mahangaiko yangu kama kawaida. Nikawa sasa nipo tu naendelea na shughuli zangu, alama ina wino, kidole kina wino. Lakini baada ilipofika saa saba hivi za mchana, za mchana, siku hiyo nikaanza kuona mkusanyiko ya watu barabarani huko, watu mara pikipiki, watu wanaendesha kwa fujo nini. Nikaona mimi niondoke zangu nije maeneo nyumbani, kwa sababu kuna tukio lingine lishawahi kutokea kama hilo ambalo pia nilipata jeraha, ambalo ilikuwa ni kipindi cha mkutano wa vyama. Sawa. Ilitokea Soweto kipindi kile. Ndio. Mpaka majeraha sasa hivi hapa ninayo. Michubuko yameibua sababu nilipita sehemu ambayo ilikuwa sijategemea kupita hata. Lakini kwa hili la watoto wangu kidogo limenipa mshtuko mkubwa. Ndio. Kwa sababu huyu mkubwa ni tuseme ni mtu mwenye familia. Ndio. Na huyu pia mdogo wake ni mtu mwenye familia. Ndio. Na wote nipo nao. Ndio. Lakini sasa mkubwa yeye alikuwa anajishughulisha na shughuli zake, naye alikuwa ananipa msaada mkubwa. Ndio. Kwa sababu hapa nilipo sasa hivi nilikuwa namtegemea yeye kama kiongozi wa nyumba. Ndio. Sasa ilipotokea baada ya kupigwa risasi, na ni eneo la nyumbani hapo ambapo ni kwa bibi yake. Kwa kweli alipigwa risasi akiwa anaandamana au alifanya shughuli zake za kawaida? Hapana, yeye alitoka hapo nyumbani kama kuchungulia. Baada ya kusikia kelele na kuona mabomu ya machozi yanavyorushwa, kwa hiyo kwenda kuchungulia, hajaingia hata barabara ya lami. Alikuwa bado ni kwenye njia kutoka nyumbani, ndio akakutana na risasi ya kichwa. Akafia hapo. Nani alikwambia kwamba mwanao kapigwa risasi? Baada ya kusikia mayowe, maana mimi mwenyewe nilikimbilia nyumbani, kwa sababu ni eneo karibu na tukio. Nikasema ngoja nitoke kidogo, kwa sababu siendi barabarani, kwa kule ni mbali kidogo. Ngoja nichungulie kwa hapa. Ndio kwenye kona pale nikaona ndio yeye yuko chini peke yake. Watu wote sio walikuwa wapo wamekimbia, kila mtu anakimbia kivyake. Sawa. Ndio baadaye kidogo kuna watu waliopita, sasa sijajua ni maaskari, wakamnyanyua mara moja, wakampandisha kama kupanda juu hivi kwenye gari, au wakambeba kwa mikono, yani kama ile kubeba mzigo wa gunia. Wakampeleka kwa njia ya chocho, kwa sababu kulikuwa hamna mahali ya kupita. Na voeleza sasa baadaye, na watu walikuwa na biashara zao za maduka. Kwa kijana wako sasa amepitishwa hapa, kapelekwa hospitali ile pale, maana ni karibu na mimi. Ulikuwa na hospitali gani? Wanjara. Hospitali Wanjara. Basi na mimi sasa baada ya kusikia hivyo, kwa sababu bado nilikuwa nyumbani na watu walikuwa bado wamejaa, wakijua kama watoto wawili wote wamepotea, kabidi nitulie kwanza. Ilipofika saa 1:30 hivi, nikaona kumetulia, nikasema ngoja na mimi nitoke niende hospitalini hapo, nikaangalia watu wanaendeleaje. Ndio kufika kule tena kakuta umati wa watu wanalia, ndugu zao na nini, tukakutana huko wote.
Kuna mama mmoja tena ambaye ni wa kwetu pia, wa boma letu, naye alikuwa na mtoto, na halafu naye alikuwa mjamzito, naye kakumbwa na hilo balaa. Kapigwa risasi na akafa hapa. Kwa hiyo mdogo mtu yeye alikuwa kajeruhiwa eneo la mbavu. Huyo mwanao mdogo. Huyo mdogo. Akawa tumemkuta yuko na dripu, lakini kaka yake kumbe alishaondoka, lakini tulikuwa hatuna habari. Ila madaktari walituambia tu, kwa sababu watu walikuwa wengi, wanawake waende manyumbani, kwa sababu sasa hivi ni usiku, wabaki wanaume. Mimi nikahisi kitu, nikajua hapa kuna jambo. Ndio baadaye tukakaa wanaume, tumekaa kule tunajadiliana, ndio nikapata taarifa kwa mwingine aliyetoka huko ndani kwa madokta. Kasema yule mwanao alifia pale, lakini mwingine yuko ametundikiwa drip. Angalau kidogo, yani kidogo nikapoa kidogo, lakini kwa kutulia tu. Basi katika muda ambao sasa tumekaa muda kidogo, likaja gari la Msamaria Mwema ambaye ni wa eneo hili tunalokaa, ambaye gari lake la biashara. Kaja pale naye hospitalini pale, akasema mimi nawapa msaada kuwahamisha watu, kwa sababu msaada wa hapa kwa kweli ni mdogo, kwa sababu moto pale hamna. Kabisa sasa akasema watu wao wapakie hapa, tuwapeleke Mount Meru. Ndio. Basi taratibu zikafanyika pale, karatasi kaandikwa pale kwa Njara kwa ametoka wapi na nini, wote wakapakiwa, majeruhi na waliokufa, hadi Mount Meru. Ndio. Ila sasa hiyo mimi sikwenda, kwa sababu simeweza kwenda. Ndio. Waliokwenda ni majirani. Ndio. Mama yao alikuwepo? Mama yao kwa kweli alikuwa sio mtu wa kutoka haraka kwenda kule. Mtu mzima sana. Ndio, na matatizo yake fulani. Baada ya kuchukuliwa pale hospitali kwa Njara, akapelekwa Mount Meru Hospital. Ndio. Ulikaa siku ngapi ukaenda kufuata mwili wa mwanao? Baada ya kujua ile tukio limeshatokea, kwanza kesho yake, baada ya kujua kwa yule ameshapoteza maisha, kwa hiyo inabidi asubuhi ile treni, bado mama hawezi kutoka kwenda, alikuwa amechoka. Kwa hiyo tabii mimi nikatoka na wengine majirani zangu na mjumbe wetu, tukamwangalia aliyejeruhiwa, ndio tukaenda Mount Meru, tukamjulia hali. Ile kwenda Mount Meru pia kwenda kumpata ilikuwa ni shughuli tena. Kwa nini? Ilikuwa ni shughuli kwa sababu kila mapokezi unauliza maswali, kwa sababu watu walikuwa wengi odini. Ndio. Kwanza kuingia odini kwanza ni kwamba unapita kwa kukwepa damu zilizo chini. Hapo Mount Meru. Hapo ni odini. Maiti zilikuwa ni nyingi kiasi kwamba odini, hapo ni odini. Kulikuwa kuna majeruhi kibao ambao walipata shida kwa ajili hiyo. Odini, yani na maana mpaka umtambue pia mtu wako. Shukrani sana. Kwanza shukrani kwa kuandaa kitu cha namna hii, na shukrani kwa wote. Nina hasira kidogo, kwa hiyo naweza nisisound. Na masikitiko, alafu nina hasira, kwa hiyo naweza sauti yangu isitoke vizuri. Nina machungu. Yani moja, kwanza way forward nilikuwa naomba hiki kitu, tunapenda sana kusikia watu ambao wamepatwa haya maumivu. Hiyo moja. Na hisi tungeanzisha mfuko, na nitaiomba na nitaisukuma sana hii. Mfuko ambao hatuna mabilioni ya pesa, sisi sio mabilionea wala matajiri, wa kuweza kusaidia hata kidogo kidogo tu kwa wale waliopata madhira
ya namna hii. Hatutapeleka mamilioni au lakini angalau wajue kwamba kuna watu wanawakumbuka. Angalau kuna watu ambao wameweza kuwafikiria na kwamba wako pamoja na wasionekane kama baada ya Mo 29 walitelekezwa tu watu wakabaki hivyo hivyo. Wengine wakawa labda wameamua kukata tamaa na kuona kwamba nimepoteza watoto watatu, nimebaki hivi, sina watoto, sina nini. Watoto walikuwa wanapambania haki, hao wana haki, au watu wa haki wako wapi? Kwa hiyo nitaliomba ili kutengeneza mfuko kwa sababu serikali hii ambayo imeua watu haijaenda kutoa hata pole, hata kutengeneza kitu cha namna hii kuwafikia, kwa sababu wao ndo wauaji namba moja. Lakini kwa sababu sisi hawa ni ndugu zetu, ni Watanzania maskini wanyonge ambao wengi walikuwa wamejitokeza kupambania nchi yao wakijua kwamba sasa tunaikomboa nchi yetu. Wako nahisi kuna maelfu na maelfu na maelfu ambao tujawafikia. I think way forward ya kwanza itakuwa lazima tutengeneze timu. Wanaojua kwamba tutengeneze timu wanajua kwa nini naongea hivyo, kwa sababu hata kipindi cha utekaji kuna timu ilitengenezwa kwenda kuongea na watu waliopata madhira wa ndugu zao kutekwa, na wakatengeneza zile documentaries ambazo mmekuwa mkiziona ziko YouTube, zimewekwa YouTube, kwamba zimetengenezwa vizuri sana ambavyo unaweza ukakaa ukaisikiliza ukiwa umekaa, ambayo tuliplani ambayo imefanya kazi vizuri sana. Ziko nyingi tu za watu ambao walitekwa na watu wameenda kufanyia mahojiano. Kuna kipindi fulani kwenye club tulishapanga mpaka kupata zile media za Kenya zije, kwa sababu za Tanzania haziwezi kufanya mahojiano na hao watu, zinaogopa. Kwa hiyo tulitumia media za Kenya kuja na zikaja zikafanya mahojiano na watu waliokuwa wametekwa, ambao walipata madhira ya kutekwa, na actually ilikuwa very successful. Tulifanikiwa kwa 100%. Tulipata hizo documentary, zipo, huwa tunazicheza mara kwa mara, huwa tukikaa tukakumbuka watu waliotekwa tunaziplay hizo documentary na watu wameujua na kila kitu. Kwa hiyo nahisi sasa ni wakati ambayo hatutakuwa na hela nyingi sana, hapo hujaombwa mabilioni. Ni lazima tutengeneze hiyo ambayo itakuwa ni kama kundi la sungusungu la kufikia wahanga wote waliopatwa. Hata hawe vijijini kule Mbwinde amepoteza watoto ambao walitoka kuandamana, lazima afikiwe angalau aone kwamba kumbe kuna watu, yani baada ya watoto kufa watoto wake, kuna wanaharakati wengine wameachwa bado wanaendelea na ile harakati, haijafika mwisho. Usije ukafika kwamba baada ile 29 watu kuuawa mambo yalishia pale, watu hakuna chochote. Wapo watu ambao wana hiyo ambao wako kwenye giza mpaka sasa hivi. Sasa tutawafikia wote, lakini sijui kama tutaweza kufikia hata idadi hata 50% ya watu wote. Tanzania ni kubwa, tunajua Tanzania ni kubwa sana, lakini tuna uwezo kidogo tu, wala hujaomba, lakini hicho kitabidi kipangwe jinsi gani ya kuweza kuwafikia na kufanyiana nao mahojiano, tuisikie kama haya ambayo tumeyasikia leo. It's very important, ni muhimu sana, ili watu waone kwamba movement bado watu wanaendeleza kile ambacho wengine wamekiacha. Hiyo naiomba sana. Hiyo ni way forward nzuri sana, ili angalau hata kwa siku kama tunaweza kuwa tunapata hizi simulizi za namna hii, zitutie sisi na wengine hasira, ili wajue kwamba tunaoyasema. Maana kuna watu wengine wanakuwa wanahisi haya tunaoyafanya ni kabobo tu, uhalisia wa mambo wengine wanafikiri kama huu ni mchezo. This is not a joke, it's not a joke. Wewe usifikiri haya ni masiala. Watu wamepoteza kweli watu. Lakini cha kuumiza, kinachoniumiza mimi, huyu mkubwa aliyechukua bunduki akaenda kuua watu wasiokuwa na hatia kwa sababu yeye abaki madarakani. Hiyo mimi nimeshindwa kuipatia majibu mpaka leo. Najiuliza kwa sababu hakukuwa na haja ya kufanya alichokifanya. Hiyo najiuliza mpaka leo, na najua siko peke yangu nayejiuliza hilo swali, kwa sababu hivi vyeo watu ambao mnavipambania, mnavifia, ambavyo wewe ulikuja duniani hapa ukiwa uchi wa mnyama, ukuja kuwa rais, wala ukupangiwa kuja kuwa rais hapa. Ulikuja ukiwa uchi kutoka kwenye tumbo la mama yako. Alafu umekuja huku baada ya kupata vyeo, unaona kwamba Watanzania wote wewe ndo mtoa roho, yani wewe ndo unahisi Watanzania wote au Watanganyika wote roho wewe ndo umeshikilia. Unaamua uwe nani, ufile nani, ukamate nani, ufanye nani. Yani una mamlaka azifu hata Mungu ana afadhali. Yani you can kill anyone anytime vile unavyojisikia wewe. Hii ndio kinachotufanya sisi tunakuwa na hasira kila siku ya Mungu, kwamba nchi hii sisi tumezaliwa Watanganyika. Sisi Watanganyika ambao tumezaliwa tuna haki ya kukuondoa na kukuweka saa anytime. Hujatupola, umepola madaraka yetu, lakini wewe ukuja hapa kukabidhiwa, wala ukuagana kwenye tumbo la mamako kuja kufanya hicho ukifanya. Hii ni assassination. Ni kitu ambacho kiliplaniwa very very, yani chongwa barabara, kikatengenezewa barabara vizuri na washenzi ambao wanahisi wanamiliki wa Tanzania milioni 70. Kuna watu Tanzania hapo Tanganyika wanahisi wao wanawamiliki wa Tanzania milioni 70. Hiyo ndio tunayopambania haki yetu, kwamba sisi hatumilikiwi na mtu yoyote kubababaki. Nyie mnafikiri hii ni mchezo? Sisi tunachokipambania ili kujitoa kwenye mamlaka, sisi hatumilikiwi na mtu yoyote. Tunahitaji mamlaka ya kudecide anytime tunapohitaji. Hii ni nchi huru. Mmekwenda mmeua watu wamebaki na machungu hapa. Hata kuwapa pole, wengine wanauguza watu, mmesikia hiyo, wanauguza watu nyumbani
majumbani kwao. Hospitali ni za kwetu. Hawa jamaa tunawalipa mshahara sisi, kodi wanachukua kutoka kwetu. What the fuck is this motherfucker? This motherfucker, hawa jamaa ndio wanatia hasira hawa. Kwenye nchi yetu huru kabisa ambayo tumepambania uhuru, tukapata uhuru. Sio kwamba sisi ni slave. We are not a slave. We are not a slave, god damn it. We are not a slave. Sisi sio watumwa. Tuko kwenye nchi huru inaitwa Tanzania, ambayo ndio hiyo Tanganyika. Kila kitu ni usanii wazee. Huyu come on man, yani I'm speechless. Yani kiukweli kabisa I'm speechless. Kabisa kiukweli kabisa yani. Inashangaza sana. Na hii ndio inayotutia hasira, na tusio hasira, tumekuwa maadui na watu. Haya wanaoyapitia Watanganyika wa namna hii. Hawa wanyonge ambao hawakuwa na sababu ya kuletewa maumivu ya namna hii. Haya ndio yanatushikisha sisi hasira. Tukikutana na mtu CCM anachekelea vitu vya namna hii, unatamani kama umtiata bisubisu, umtiata kisu cha chochote kile, ama umwekee sumu kwa staili naye hapo. Hii ndio sababu ya sisi tunasherekea alivyokufa Lukuvi, tunacheza mpaka tumefanya challenge, tumetoa na wimbo. Msifikiri sisi ni wakatili, nyinyi ndio wakatili washenzi. Sasa ndugu zangu wa Tanganyika ambao mmepitia maumivu, we are very sorry man. Samahani sana kwamba maybe sometime mnaweza mkajiona mmetelekezwa. Mnaweza mkahisi labda, what can I say man, mnaweza mkajihisi labda kama vile mko peke yenu. Wallahi nawapieni kwa jina la Mwenyezi Mungu, wala hamko peke yenu. Hamko peke yenu. Nchi hii watu wengi hawakujua kwamba hii nchi inaendeshwaje. Sisi sote ambao ni Watanganyika tumezaliwa kwenye nchi hii. Tunayo haki sawa. Tulichoenda kukidai kilikuwa ni madai ya Watanganyika wote kwa ujumla. Haikuwa kosa la jinai kudai tunachotakiwa kudai, kwa sababu nchi ni ya kwetu. Hatukuzaliwa kwamba tukaambiwa hii nchi sio ya kwetu, huna haki ya kudai chochote kwa sababu sio ya kwako. Wewe sio Mtanzania, kwa hiyo usiseme chochote kwa sababu haikuhusu. Wewe pambania, nenda kwenye nchi yako. Sisi sio wa Burundi, sisi sio wa Nyarwanda, sisi ni Watanganyika. Tulichozaliwa tumejikuta kwenye nchi yetu ambayo tunaviona vitu vyetu, tunadai mali, tunadai vitu vya msingi. Hawa jamaa wametufanya tuonekane kama vile tunadai vitu tu, yani wanatufanya kama sisi yani ni kama nyani tu yani sisi kama mbwa tu. They don't care about us. They don't. Hawajali kuhusu sisi, wanajali vile wanavyovipatia pesa. Na ndio maana kila siku nawaambia, nasemaga hawa watu, plan ya kwanza, kabla sijaenda kwenye hiyo plan ya kwanza, lazima tutengeneze mfuko wa kusaidia watu wote walioumizwa. Najua kukatishana tamaa kwenye hili itakuwa mwingi sana. Mtu atakwambia Watanzania milioni 70 walio wao ni wengi, wote waweza kuwafikia. Hapana, hii fundraising ndogo ndogo ambayo tukaifanya kwenye mfuko itafikia. Hatutaki kuwapa sijui hata mamilioni, tunataka tuwaone hata hivi, tuwasikie tu kwamba hata kuna watu wameuawa, hata yani wamekaa kimya, au kwamba hata tujui, labda mtu mwingine kapoteza familia nzima. Bora tunawasikia, kuna ambao hatuwasikii, ama wengine wamekata tamaa kabisa. Tunawatafuta hao ndugu zetu hao ambao ndugu zao wameuawa. Na yoyote kama unaona huwezi kufanya hiki, wewe ni muuaji namba moja. Yani yoyote unajiona kwenye movement ya namna hii, huwezi kufanya jambo la aina lolote, wewe ndo muuaji namba moja, kwa sababu waliotoka kuingia barabarani walikuwa na ndoto. Hiyo ndio watu wanashindwa kuelewa. Walikuwa na ndoto, walikuwa wanajua wataingia barabarani leo, kesho tutaandamana, kesho kutwa Tanzania itakombolewa. Tanzania ikikombolewa, wewe na wewe unapata faida ndugu yangu. Wewe kwani hao walioingia barabarani walikuwa wanaenda kuibia maduka, walikuwa wanaenda kumnyang'anya mtu mali yake? Walikuwa wanajua kwamba tukifanya hivi tukapata katiba mpya, tukafanya hivi nchi itakuwa ya kila yani kila mtu, hata wewe mwenyewe, hata wewe ambao umemaliza chuo leo una ajira una nini. Hao waliingia barabarani kwa ajili yako. Unaona walichofanywa. Nyote mmeshuhudia kwa macho yenu. Mmeona walichofanywa kwenye nchi yetu wenyewe. Sisi kama wazawa. Hii hasira iende kwa kila mtu. Na haya mambo kwa kuwasikiliza, tunahitaji kuwasikiliza zaidi hawa watu waliouawa, hao watu waliopitia madhila, watoto wao ambao wameuawa, baba zao, baba wazazi na nini, ambao wanapitia magumu sasa hivi, ambaye aliyekuwa anamletea chumvi anamletea kasukari akuchukuliwa kwa kupenda. Kuna mtu mmoja tu yuko kule juu. Na hiki ndio tunachofanya kwa kweli. Hata Samia afe leo, nawaambieni ndugu zangu, bado tutaendelea kumchukia. Yani hata afe, kufa kwake hakutatusaidia chochote. Yani hata afe leo huyu aliyeua watu, yani bado hasira zetu zitaendelea kuwepo vile vile. Na asikujua mimi, sijui na wengine, kama ipo siku takuja kutengeneza chuki kiasi hiki ya kuchukia watu ya namna hii kwenye nchi yako. Sikujua, it just happened. Sisi ni wapambania haki, sisi sio maadui kwenye nchi hii. Sisi kwa nini tunapambania haki? Tunapambania haki baada ya kuona machungu yamekuwa mengi. Hebu fikiria wewe ndugu yangu uliokaa hapo, watu wanatekwa, alafu kweli sisi wote tukae kimya, tusiongee chochote, ili aliyoko madarakani afurahi, atupe vyeo sisi kwa sababu tumekaa kimya. Mtu analalamika, mume wangu katekwa, mtu analalamika, nimepoteza hiki. Kwa hiyo tukae kimya, furaha yao tukae kimya sisi, ili tuaidiwe vyeo, tupate vyeo, tuone, tupewe pesa, aendelee kuteka. Sisi tukae kimya, tupewe tena vyeo, aendelee kuteka. Sisi tukae kimya tena, tupewe pesa, tutajirike kwenye maisha ya watu. Hivi ni kweli?
Ni kweli hiyo. Unajua hapa na nimeongea sana kwa sababu imenipa macho. Hivi ni kweli Mungu satatulani sisi wote. Sisi Mungu wote satatulani ndugu zanguni hapa kweli. Mungu atatulani kweli kwa watu, kwa maisha ya watu. Si hiki sio haki. Kwa hiyo naomba moja, tufanye way forward. Moja, kwanza kutengeneza mfuko kwa ajili ya watu ambao wamepitia madhira. 2, kuwafikia watu ambao wote wamepitia madhira. Tunaweza tusiwafikie wote, lakini tukafikia at least 80% ya watu waliopitia. Angalau tuwafariji. Tutampata laki, lakini kumfariji tutampa mamilioni, lakini tutampata tutakachompa. Tutaangalia sisi wenyewe. Mfuko huu lazima uwe mkubwa. Na huu mfuko lazima kwa kila mwanaharakati. Lazima huu mfuko tuufanye. Ni lazima tusiwe wasaliti sisi, kwa sababu huo ni usaliti. Sisi ndio tutakuwa wasaliti. Ni lazima tutengeneze mfuko. We can do that. Sio ngumu. Tunaweza kufanya. Kama Clubhouse tuliweza kuchangia Chadema milioni 20, milioni 30, milioni 40, milioni 15, milioni 20. Kila unapokuja na tatizo Chadema. Maana mimi huwa nanitaga Ruge bwana, ukivusha pani kunaanza. Nasema hivi, kama Clubhouse sisi tuliweza kuwa tunachangia Chadema milioni 10, milioni 15, milioni 20, milioni 20 ngapi? Tunaweza kuwachangia wananchi waliopata matatizo kwa wingi. Hiyo ilikuwa ni Clubhouse tu. Iunganisha sisi sote tukapeleka kwenye jamii nzima. Watu walioko Kenya, watu walioko Finland, watu walioko Marekani, watu walioko Canada, Watanzania. Ni mfuko kwa ajili ya Watanzania na kuwapa pole wale wote waliokutwa na matatizo na madhira haya. Huyu dada aliyotoka kuongea hapo akitoa ushuhuda wa kupoteza boyfriend wake, mwanaharakati ambaye alimtengeneza yeye mwenyewe, akamsaidia mpaka akaja kwanza anapenda hizo harakati, akamconvince mpaka jamaa akapenda harakati. Huyo dada naye anahitaji kumtia nguvu vile vile. Lakini kutia nguvu na wengine ambao labda wamekata tamaa kuona kwamba tumeuawa lakini hatuoni hata wenzetu kama wapo kweli. Tupo, tunapambana ndugu zangu. Nchi ya Tanzania ni ngumu. Mnaona tunapambana, tunavutwa mashati. Tunaitwa waini, tunapewa majina ya ajabu. Sio kwamba tupo, mnaweza msituone leo au kesho, lakini tupo, wapo wengi mno. Wapo maelfu, lakini wanabandikiwa majina, wengine wanaongwa pesa ili wapoteze hao watu wengine. Lakini wapo, wala mko peke yenu. Na tutaendelea na hizi harakati. Hakuna wa kuturudisha nyuma kwenye haya mambo. Tutaendelea, na tumekuwa wakatili, na wakifa ma CCM tunachekelea, na tutaendelea kuchekelea, na tutaendelea kunywa na kufanyaje wanapokufa na wao vile vile. Poleni sana ndugu zangu ambao mmepitia madhira ya Mo 29. Kiukweli kabisa, poleni kabisa kutoka kwenye moyo wangu. Mimi nasema poleni sana. Pole kabisa. Ni kweli ndoto yenu ambayo mlitaka kuiona Tanganyika baada tarehe 1, ndoto hile haikufikiwa. Lakini na sisi bado tunaendeleza mapambano. Unaona kuna Discord, kuna TikTok, kuna Clubhouse, kuna X, kuna mitandao kila aina. Unaona kwenye nchi hii ilivyokuwa wanaishi kwa kukalili. Tunataka kubadilisha mindset ya watu kutoka kwenye maisha ya kukalili ili kuja katika uhalisia wa mambo. Wao ndio walioruhusu vyama vingi, waliruhusu demokrasia 1992. Wao ndio walikubali kwamba sasa hii hatuwezi kutawaliwa na mfalme mmoja akiongea nendeni chooni na nyie mnaenda chooni, laleni na nyie mnalala. Tulikataa hiyo, tukasema hatuwezi kuishi katika mfumo wa namna hiyo. Tunaruhusu vyama vingi na tunaruhusu kuwa na demokrasia katika nchi hii. Watu wote waongee. It's a free, ni free, lakini unazingatia sheria, lakini ni free. Kila mtu aweze kuwa na mawazo yake na aheshimike na mawazo yake vile vile. Ndio maana kitu kinaitwa demokrasia. Demokrasia ndio hiyo tunayosema is for the people, by the people, for the people themselves. Abraham Lincoln ameisema hiyo definition of democracy. Hii nchi za kidikteta ndio maana tunajuta, tunasota. Lakini nawahakikishieni ndugu zangu, ni lazima tumondoe huyu bibi. Huyu bibi ni lazima tumondoe. Tukimkosa sisi, Mungu atatusaidia. Lakini na watu wa Sumbawanga, pigeni radi huyu bibi afe. Huyu bibi akifa, sisi sote tunakuwa tumepumua. Akifa huyu bibi, sisi sote tunakuwa angalau vidonda vya watu waliouawa ndugu zao, tutakuwa tumepumua. Mimi naambia na ukweli. Akifa Samia Suluhu Hassan, akifa huyu Boko Haramu, akafa, sisi tutakuwa yani angalau alhamdulillah tutakuwa japo kidogo, lakini tutasherehekea japo hicho kidogo. Hata akifa Kikwete akafa, wafe kwani kwa sababu umeua. Na sisi tunaombea kwa Mwenyezi Mungu dua wafe, na kweli wanakufa sasa hivi, ili na sisi tusherekee. Sasa utaniuliza kwa nini mimi nimefika hapo? Sio mimi, ni wao wametufikisha hapo. Sisi hatukuzaliwa tunaombea watu wafe au tufurahie. Wao wameua afu wanachekelea. Wanasema Samia ameongea, ametukejeli kule alivyoenda Zanzibar. Nyenye mmesikia alivyotukejeli, kasema wazazi mkitaka kuandamana waulize kichwa wakuta watu wa Dar es Salaam. Hawatakaa waandamane tena milele na milele. Sikejeli zile, ameua afu anatukejeli. Ipo siku tutakumvuta hayo mashavu. Inshallah ipo tunaenda. Bwana shukrani sana, lakini nilichosema nimetoa way forward, tuzingatie hiyo. Those two things is very very important. Kutengeneza mfuko na kuwafikia watu wote waliokutana na majanga haya ili wasionekane kama wametelekezwa. Chochote tutakachoweza tutawapatia, na kuwaunganisha
wajue kwamba bado tupo, bado wapambani haki wengine wapo maelfu na maelfu. Sio kwamba movement ziliishia pale basi, yani tumerudi kwenye UCCM. No, it's not. Na poleni na wote ambao bado mpo hamjafikiwa, tutawafikieni inshallah kwa Mwenyezi Mungu. Huyu ambaye ametumba, si ametupa pumzi, tutawafikieni hata nyinyi ambao hamjafikiwa mpaka sasa hivi. Hii movement ni ndefu, ni ngumu, na kwenye nchi kama hii ya Tanzania, hii nchi ni ngumu kweli kweli, lakini ina wanafiki, ina michawa umumu, ina mijinga inayopenda pesa kuliko hata maisha ya watu wengine, lakini ndo ule ambao tulipotoka. Tumetoka mbali sana mpaka kufikia hapa tulipo. Hatuwezi kurudi tena kule tulipotoka, hatuwezi. Bwana, shukrani sana kwa watu kwa kunipa hii nafasi. Nimeongea sana, lakini nina hasira na najua na nyinyi mna hasira kama mimi. Inshallah tutashinda hii mechi lazima. Kaka Arthur ameongea mengi pia, na mimi ningependa tu pia kuongezea hapo kwa vile vyote vimeshasemwa, lakini natumai kwamba Watanzania ambao wametune in leo kusikiliza hizi stories zilizopita, vitu vilivyotokea, wamejua watu ambao tunadeal nao na wamepatwa na nguvu mpya ya kutoka tena upya. Jamani, naomba tukumbushane kitu kimoja. Haya mapinduzi hayatakuja, ndio tunasali, lakini kusali bila action hatutapata haya mapinduzi. Kufanya kitu chochote bila action hatutatoka. Ni lazima tuweke kichwani kwamba kutoka hapa tulipo ni lazima sisi wote tuwe wamoja. Cha kwanza. Cha pili, jamani Watanganyika, tukumbuke kwamba pale ambapo vifo hivi vilivyotokea, kuna mambo mengi sana ambayo yaliendelea hapo nyuma. Mmoja hapo ni kama nini anavyosema C6 aliingia akasema, jamani, watu walikuwa hata hawawekwi kwenye mafriji, wanawekwa chini. Wengine wakasema walikuwa wakienda kuchukua mili, wanaambiwa eti waandike cause of death ni kwamba mtoto amekufa na malaria, sijui ukimwi, sijui nini, kuliko waandike kwamba mtoto amekufa kwa risasi. Mwingine wameandika kwamba waliambiwa kwamba hii serikali haramu ilipotoka wakatuambia kwamba eti waliokufa walikuwa sio wa Tanzania. Unasikia dada anavolia kwa uchungu kwa jinsi ambavyo future yake imekuwa cut short. Yani future alikuwa anaenda anaolewa, aanzishe familia yake, lakini kwa sababu wamepanda wauaji majangili huko serikalini, sio hata serikali, sijui ni waite ni genge la wauaji hao. Yani huko kwenye hilo genge la wauaji wanatuibia future zetu sisi vijana. Sasa wewe kama kijana wa Kitanzania, naomba ukikaa, ukitafakari, ukiona nchi yako inakoelekea, usijadiliane na mtu yoyote. Sasa hivi tumefika wakati pabaya, tumefika mahali pabaya sana. Yani tumefika mahali ambapo Mtanzania, wewe maisha yako hayana thamani. Wewe ukifa migodini hauna thamani, wanasema hujafa. Ukifa ukiwa unapigania haki, wanasema hujafa. Yani hauna thamani yoyote kwa hili genge la wauaji. Hili genge linachojua ni kwamba wanataka wakae na power, wanataka wakae hapo juu, wanataka waendelee kuwa hapo juu, wanataka kuendelea kuwa viongozi uchwara, viongozi haramu. Hawajali maisha yako wewe kama Mtanzania. Na ifike mahali kwamba tusiwe tunasikiliza discussions za aina yoyote zinayoambatana na hili genge kubaki hapo lilipo. Hakuna mtu ambao tunaweza, kwa kweli, kwa hizi vitu ambavyo tumesikiliza leo, mpaka mtu unabakwa, mpaka unaoza, mpaka unakufa. Jamani, ni Tanzania gani hiyo ambayo tuliachiwa, ambayo ilisema mtu ukiwa hata mhalifu ubakwe, uoze mpaka ufe? Ipi hiyo tuliachiwa jamani? Hivi ndio vitu ambavyo kina Nyerere alikuwa anapigania. Tulikuwa tunapigania nini uhuru wetu kama tulikuwa tufanyiwe hivi na Watanzania wenzetu? Kwa hiyo tusirudi nyuma. Hapa tulipofikia ni kusonga mbele, ni kujua kwamba hatuna ushirikiano wowote na hatuko tayari kushirikiana vyovyote na mtu yoyote ambaye atatuambia tukae meza moja na hawa wauaji. Hatupo tayari na hatuwezi. Tunachotaka sisi ni kwamba hawa watu waondoke. Hakuna mahali ambapo hawa watu watasimama wakaendelea kuongoza Tanzania kwa aina yoyote. Jamani Watanzania, tumesikiliza hivi vitu vinavyotokea kwa dada zetu. Hizi ni story mbili. Naomba mkumbuke kwamba walivyokamata hawa watu kulikuwa kuna zaidi ya kesi 300 za uhaini. Naomba mkumbuke kwamba walivyokamata hawa watu, tulikuwa tukiangalia hawa watu wakienda mahakamani, watu wamejeruhiwa, watu wana majeraha, watu hawawezi hata kutembea.
Hao ni wale wachache walioenda mahakamani. Kama kaka Lugha alivyosema hapa, kuna wengine walifia majumbani kwa hofu ya kwenda hospitalini. Yaani kila mtu alikiuka wajibu wake. Leo hii kuna jangili anasimama mahali anasema eti tuendelee na amani, kazi iendelee, amani iendelee. Ipi wakati mwanangu nilimlea nyumbani akiwa na risasi mpaka akanifia? Ipi wakati dadangu nilimwangalia alibakwa akaoza mpaka akanifia? Ipi wakati mchumba wangu nilienda nikaona yani hapana. Sijazika mtoto, sijazika mwili, sijaona mtoto, sijaona dada, sijaona kaka, sijaona mama. Watu wameuawa mbele zetu, alafu kuna mtu atakuja atasema amani iendelee. Hatuna amani. Hakuna amani ya namna hiyo. Hakuna amani ya bunduki ya namna hiyo. Tusikubali kabisa, sio kwa kichama, sio kwa kinini. Tusikubali kabisa kurudishwa nyuma na maneno yoyote kama majadiliano, sijui maridhiano, sijui tukae chini, sijui huyu atakuwa na afadhali kuliko huyu. Hapana, hakuna mwenye afadhali. Mtu yoyote ambaye yuko kule ndani anayeendelea kuvaa suti yake asubuhi akaingia kazini kuwafanyia kazi hawa watu ni mtu ambaye hafai, na yeye ni muuaji, na yeye ni mbakaji, na yeye ni mfiraji. Hakuna filter ambayo tunaweza tukaiweka tukasema kuna kiongozi huyu alikuwa bora kuliko yule. Hapana. Kwa sababu hapa mlipo mpaka sasa hivi kweli Watanzania mmeuawa kiasi hicho, hakuna mtu amepoteza kazi, na bado tunaendelea kukaa hapa. Hakuna mtu amefutishwa kazi, hakuna mtu ameenda kizimbani mahakamani eti ripoti inaandikwa. Ripoti gani? Yaani mimi niandike ripoti yangu mimi mwenyewe? Kwa sababu hiyo ripoti ya CAG inayokuja tunajua ni upumbavu. Yaani sio ripoti ambayo hata unaweza ukasimama hadharani ukaisoma kwa mtoto wa darasa la 7 akaikubali. Tunajua ni upumbavu mtupu uliojaa huko ndani. Ni uongo. Ni ripoti ambayo inakuja kumpigia makofi muuaji mkuu. Sasa tunaikubalije? Mimi saa nyingine nilikuwa nasema tunakubalije kuishi na hawa watu? Yaani kwa nini atupige hata mawe wakitokea mahali? Waandishi wa habari mnaendelea kutuchafua. Mnaenda kupanga mic pale za nini za kupiga makofi for what? Mnaendelea kutuchefua. Tunaonekana kama sijui tunafanya kitu gani? Hapana. Tanganyika sasa hivi lazima tusimame kama wamoja. Huyu mama hatutakii mema, haifa afata kuitwa mama. Huyu muuaji hatutakii mema. Muuaji amekuja kuhamisha Wamasai. Hivi mmeona wapi kiongozi anataka kuhamisha kabila zima la Kimasai? Mmeona wapi kiongozi wa namna hiyo? Hata haya hana. Yaani anauza openly. Ametuuzia bandari, tukakaa Clubhouse, tukadiscuss ile mkataba wa bandari, tukashinda, tukapitia kila kipengele, wakarudi na kipengele kipya, tukaendelea kuwa kimya. Ndio maana akaota mabawa sasa hivi anataka kuuza nchi nzima. Wakati tunaangalia sisi na macho yetu hivi, jamani Watanganyika. Alafu akimaliza hapo anaenda kukaa Zanzibar akiwa anaendesha Tanganyika. Mmeona wapi kitu cha ajabu namna hiyo Watanganyika? Mmeona wapi kitu cha ajabu namna hiyo? Kwa nini msiamke asubuhi na uchungu? Kwa nini msiamke saa 12 asubuhi mkasema tuko Buguruni leo, tuna uchungu? Tatizo tulikuwa tunawapa muda. Tulikuwa tuko wastaarabu. Tulikuwa tunasema tunatoka tarehe fulani. Hawafai, hawa watu hawahitaji ustaarabu wa aina yoyote. Wanahitaji nambari, wanahitaji kikundi ambacho tukasema tuna watu 500 kesho saa 12 asubuhi ambao wanaweza wakafika Buguruni. Tutaanzia hapo. Ustaarabu wa kusema tutatoka sijui tarehe fulani unajua huo tumeshapita. Tumepita huko, tumepita. Na tukiendelea kuwa wastaarabu watatuchoma vidole vya macho, ndio hapo tutaona kwamba hakufai huku tulipoenda. Hakufai. Tusisubiri chama. Unasubiri chama gani? Chadema watakuja kutuokoa? Unasubiri nani? Unasubiri organization gani? Unasubiri international community gani? Unaona kuna mtu anakuja kuokoa hili kitu? Huyu mtu ameamua kwamba atatuchoma popote pale tulipo. Atatuchoma kwa kila namna. Kwa nini na sisi tusiamke tukasema huwezi kuchoma watu milioni 60? Huwezi kuchoma watu milioni 60. Huwezi kutuua namna hii tukaendelea kukuangalia. Tunatakiwa kuwa na mwamko ambao hauwahusu Chadema. Yaani Chadema wanakuja kukutana na sisi tuko barabarani. Yaani tunatakiwa kuwa na mwamko ambao kesho tukisema tunaandamana 12 asubuhi tuko barabarani, hata yule mheshimiwa Heche anajua okay, Watanzania wameamua, sasa twendeni. Huo ndio mwamko tunaohitaji sasa hivi.
Hatuhitaji maneno ya Discord, hatuhitaji maneno ya TikTok, hatuhitaji maneno ya Clubhouse. Tunahitaji nambari ya Watanzania ambao wana uchungu na nchi yao, wana uchungu na makabila yao, ambao wanaona jinsi ambavyo Wamasai, kweli unaenda kumwamisha Mmasai. Mmasai alikufanyia nini? Kabila lile lilikuwa linatulinda sisi wengine huku barabarani. Kabila lile lilikuwa linakaa kiasili, linakuwa linakaa wenyewe. Mnaenda kuwaua, mwauzie kina nani? Waarabu ambao walitufanya sisi watumwa, walituchukua wakitufanya sisi watumwa. Kwa nyinyi ambao mmesha kutembea Tanzania, mlisha kwenda kwenye Bagamoyo huko coastal areas, mkaona jinsi ambavyo Waarabu walikuwa wametufanya sisi watumwa, slaves. Leo tunarudi kuwapa nchi. Eti kisa kuna watu 20 wamekaa pale juu. Watanzania tuamke, hawa watu hawatushindi chochote. Hawatushindi. Na hatuwezi hata siku moja tukakaa kwenye generation hii tukaangalia Waarabu eti tumerudi kwenye utumwa. Kwa nini? Ili iweje? Eti kwa sababu kuna mkataba gani wakati nchi ni ya kwetu? Kulikuwa kuna sababu gani ya nchi kuwa ya kwetu na kuwa na makabila mbalimbali tunayoishi kwa amani kama tulikuwa tuwauzie kila kitu Waarabu? What was the reason for our independence if we were going to go back to this slavery? Wanaturudisha nyuma, na tusikae kukubali tukagawanyika kwa aina yoyote. Sasa hivi mgawanyiko ambao utakuwepo ni kwamba siku fulani, yani tunatoka, hakuna mgawanyiko wowote. Jamani, Cutie Maria, samani nimeongea kwa hasira sana, utanisamee. Mimi naomba niashie hapo. Kwa hiyo ndio hivyo jamani wa Tanzania. Mimi ningependa tu kuwaacha na hayo kwamba tusikae kwa hivi. Kweli wa Tanzania jamani, tukikaa tukifikiria tunataka kufika mwezi wa 10 na hawa watu hivi, mnadhani kuna kitu kitafanyika mwezi wa 10 sasa tutakuwa najipigia makofi kwamba walikaa madarakani kwa mwaka mzima? Hiyo ndio kitu tunataka kusikia. Mwezi wa 10 kweli tunataka kuangalia ndugu zetu makaburini, tuwaambie kwamba tulishindwa kutoka, au tuliona aibu, au tuliendelea na amani, au tuliwauza ndugu zetu kwa shilingi ngapi? Kwa sababu sasa hivi kinachoonekana ni kwamba watu wengine wameanza kubadilisha maneno kwa jinsi ambavyo wanaanza kununuliwa. Sasa hivi hatutakiwi tukubali hata kufika, yani huu mwezi tuliofika kwanza unatakiwa utushtue. Tuna lose focus, tumeendelea na mambo mengine, yani wanaanza kutulisha mambo mengine, wanaanza kutulisha wasanii tofauti, michezo tofauti, sijui nini tofauti, ili tuimarishe. Unaimarisha nini wewe? Unaimarisha nini? Unaenda wapi? Unaenda kwa furaha gani? Kuna mama bado analia, anazunguka kila polisi, yani anazunguka station mbalimbali. Kuna wengine mpaka wanaenda mikoa mbalimbali kutafuta mili ya watoto. Kila mama ambaye amezaa hapa atakwambia, mimi hata mtoto wangu kama amefia sehemu fulani, ukanyambia yuko Dodoma, nitaenda Dodoma, nitaenda Iringa, nitaenda Kagera, nitaenda kila mahali nimpate tu ule mwili ni uone wa mtoto wangu. Leo hii kuna Mtanzania unabeba miguu unaenda kwenye show, unabeba miguu unaenda sijui kwenye mpira, unabeba miguu. Hiyo miguu hautakuwa nayo. Hiyo miguu wakishamaliza na sisi hautakuwa nayo, na hawajali umri wako. Umeona kuna baba amepanda hapa akawaambia alivunjwa miguu mpaka akawa anashindwa kutembea. Jamani, kila nchi kuna haki mpaka ya wafungwa. Hakuna nchi ambayo inasema wafungwa wafanye kitu chochote, hapana. Na ndio sababu ya sisi kuwa kule UN kwamba kuna haki mpaka ya wafungwa. Haki za binadamu ziko kwa kila mtu. Vitu vinavyoendelea sasa hivi vinakiuka kila kitu. Msiwasikilize eti wanatembea tukifa mnasherekea, na tutaendelea kusherekea kwa sababu mmefanya Mungu baba yenu, mmefanya Mungu babu yenu, mmekaa kwenye vichwa vya Tanzania. Mnadhani eti sisi tutaonea huruma? Hapana. Walikuwa wanatupa vesi za taarabu tulivyokufa sisi. Leo hii Watanzania mnataka mnawalilia. Mnamlilia nani? Yupi? Where? Hakuna mwenye afadhali kule ndani. Wote ni wauaji, wote ni wafiraji. Wote ambao wamevaa suti kesho asubuhi wanaenda kumfanyia kazi huyu mama ni wale. Mimi nikadhani kwamba Watanzania baada ya kuuawa kiasi hicho, nyie mnaofanya kazi serikalini, nyie ambao ni civil servants wa kawaida, mtafanya hata mgomo baridi kwamba hamtaenda makazini. Ndio kwanza tumeendelea, ndio kwanza tunapiga makofi, ndio kwanza tunakaa kwenye conference hii tunaitwa how? Mmefikiria hawa watu ambao walikufa? Mmefikiria Watanzania wenzenu?
Jamani, Kiti Maria, asanteni sana. Mimi ningependa tu kuishia hapo, nisiongee sana, lakini jamani, Watanzania amkeni. Sasa hivi hakuna cha kupanga mipango sijui tutaandamana. Sasa hivi ni kwamba ukiwa unajua kuna watu 100 ambao wako nyuma yako ambao wanaweza wakatoka siku fulani, ni wewe wanapanga na hao watu 100. Believe me, tukiona watu 200 saa 12 asubuhi mahali, watakuja wengine 300, watakuja wengine 400. Lakini tukianza kusubiriana kwamba kuna mtu atakuja na hakuna mpango wote mwingine. Hakuna chama, hakuna organization yoyote ambayo itakuja kutokoa hapa tulipofikia. Wajoin hata wale Wamasai. Unganeni hata na wale Wamasai ambao wanapigania majumbani kwao. Tumeshindwa kuungana nao. Leo tunaangalia eti wana Masai watalipwa. Jamani, hapana. Ni hayo tu Kiti Maria, nisiongee sana, niachie na nini zingine. Asante sana.